napenda kuwashukuru sana nyinyi kwa kuitikia wito huu na kufika kwa wingi. Hili linaonyesha wazi jinsi mnavyothamini maendeleo na mnavyotilia maanani masuala ya kijamii na ya kiuchumi yanayowahusu moja kwa moja. Lakini pia shukrani na dhati na za kipekee nazipeleka kwa viongozi wetu wakuu wa nchi hii, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Ndugu wananchi wenzangu, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya viongozi wetu hawa wapendwa ambao nimewashukuru hivi punde, imejipanga kuimarisha miundombinu ya barabara katika maeneo mbalimbali ili kuhakikisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Moja ya miradi hiyo ni huu wa ujenzi wa barabara kuu ya Chake Pwani inayotarajiwa kupita katika maeneo yetu. Barabara hii itakapokamilika italeta manufaa mengi sana, yakiwemo: moja, kuongezeka fursa za biashara kwa kusafirisha bidhaa kwa haraka kutoka mashambani hadi sokoni. Mbili, kurahisisha huduma za dharura kama vile usafiri wa wagonjwa na wengine wote. Na tatu, kuchochea ukuaji wa uchumi wa eneo lote litakalopitiwa na barabara hii. Wananchi wenzangu, tumekuwa tukiona uzito wa barabara iliyopo kwa sasa kutoka Chake hadi Pwani. Kama tulikuwa unatakiwa kutumia dakika 15, unatumia zaidi ya hapo kutokana na ubovu wa barabara. Lakini kama nilivyosema, kukamilika kwake kutarahisisha mambo mbalimbali. Hata hivyo, ili mradi huu utekelezeke kwa mafanikio, baadhi yenu mtahitajika kupisha maeneo ambayo barabara itapita. Tunaelewa kwamba jambo hili linaweza kuwa gumu na kugusa maisha ya watu moja kwa moja, iwe ni nyumba, mashamba au mali nyingine. Lakini jamani, Waswahili wamesema ukitaka uzuri hali uzurike, na wengine wamekwenda kujenga kufanyaje? Wanasema lazima ubomoe ili uweze kujenga. Kwa hiyo wananchi wenzangu, tunajua hilo kwamba hili jambo ni gumu, lakini kwa ajili ya kupisha maendeleo hatuna budi kuvumilia katika hili. Napenda niwahakikishie kuwa serikali itazingatia utaratibu wa kisheria na haki za kila mwananchi. Fidia stahiki italipwa kwa mujibu wa tathmini ya kitaalamu itakayofanywa, lakini pia kila mwananchi atashirikishwa na kupatiwa taarifa kwa uwazi na kwa wakati. Pia hakuna mtu atakayepoteza mali au ardhi yake bila kupata haki yake. Mkutano huu leo umekuwa ni mkutano wa awali tunaanza, lakini mikutano mingine pia itafanyika kwenye masheria yetu kwa mujibu wa taratibu na tarehe kwa sheria ile siku ambayo itapigiwa. Kwa hiyo katika mikutano hiyo tutakwenda kuuliza, kufahamishwa na kufanya yote ambayo yatakuwa yanajitokeza, ambayo mwananchi atakuwa na ukakasi nayo, atakwenda kuelekezwa na kufahamisha. Dhamira kuu ni kuhakikisha kila mtu anapata haki yake. Serikali hii iliyoko madarakani ni serikali ambayo ni sikivu na viongozi wetu hawana dhamira ya kumdhulumu mtu yoyote. Nadhani tumezoea katika awamu nyingine zinazopita, tunaambiwa ardhi ni mali ya serikali, tunalipa fidia nyumba, vibanda na vinginevyo, lakini awamu hii tunakwenda kulipa mpaka kiwanja chako ikiwa kipo maeneo ya barabarani na kikaguswa na ujenzi wa barabara hii.
na ndipo niliposema hatuna dhamira ya kumdhulumu mtu. Kila mtu atapata haki yake kwa mujibu wa sheria na tathmini itakayofanywa. Ndugu wananchi wenzangu, mazungumzo haya tunayoyafanya leo ni ya msingi sana. Ni nafasi ya kila mmoja wetu kuelezea maoni yake, wasiwasi au mapendekezo yake ili yaweze kuzingatiwa wakati wa utekelezaji wa mradi. Nina imani kwamba leo hatutomaliza wote kuuliza hapa, lakini kwa yule ambaye atakosa asiwe na wasiwasi. Nikutana kwenye sheria, watakuja wenzetu, utaendelea kuuliza na kufahamishwa zaidi kila pale ambapo unaona kuna changamoto imetokea. Ninachokuombeni sana wananchi wenzangu, tushirikiane kwa moyo wa uzalendo, tukitanguliza maslahi ya jamii nzima na kizazi chetu na kizazi kijacho. Tukumbuke kuwa maendeleo hayaji bila changamoto, lakini kwa kushirikiana na kushikamana na kufanya maamuzi ya busara, tunaweza kuyakabili kwa pamoja na kutoka na ushindi mkubwa. Naomba nichukue nafasi hii kuwasihi sana na kuwaomba sana wananchi wenzangu, mshirikiane na wataalamu watakaokuja kufanya tathmini. Kwenye suala la tathmini, mara nyingi kulikuwa kunatokea changamoto. Mtu anajua mali hii si yangu, lakini anakwenda kujiorodhesha yeye, kupeleka akaunti namba yake yeye, na hapa mizozo ndipo inapoanza. Kwa hiyo naomba wananchi wenzangu tutoe mashirikiano sana katika suala la tathmini ili kila mtu aweze kulipwa fidia yake kwa mujibu wa mali yake aliyonayo. Tutoe ushirikiano wakati wa utekelezaji wa mradi. Mbali ya kuwa tumeshalipwa fidia, mradi ukiwa unaendelea, pia sisi wananchi tunapaswa kutoa mashirikiano kwa wawekezaji na wakandarasi ambao wamekuja kufanya shughuli ya ujenzi wa barabara. Lakini pia niseme tuepuke upotoshaji au kusikiliza maneno ya uchochezi. Kuna maneno mengi mitaani yanasema. Naomba tuepuke kuyasikiliza haya maneno yenye dhamira mbaya ya kukuunganisha na kukuchochea ili tuweze kuungana wenyewe kwa wenyewe. Mtu yoyote ambaye atakuwa na ukakasi katika jambo lake ama atakuwa na changamoto ambayo ilimkabili na anahitaji ufafanuzi, wenzetu wapo, lakini kama tunaona wako mbali hawezi kufika, serikali ya sheria ipo, serikali ya wilaya ipo. Karibuni sana. Lengo letu ni moja tu, ni kuhakikisha kujiletea maendeleo katika maeneo yetu. Niseme serikali iko pamoja nanyi na maendeleo haya ni kwa manufaa yetu na watoto wetu na vizazi vijavyo. Naomba sasa niruhusu nisome tangazo la kusudio la utoaji wa ardhi kwa ajili ya mradi wa upanuzi wa barabara ya Chake Chake mkoani mkoa wa Kusini Pemba. Kwa mujibu wa masharti ya kifungu cha 17 cha Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 kama ilivyorekebishwa, kinachotoa haki ya umiliki wa mali na pia kuruhusu serikali kutoa mali au ardhi kwa manufaa ya umma, na kwa mujibu wa masharti ya sheria ya ardhi nambari 12 ya mwaka 1992 na kanuni zake za mwaka 2008, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Ujenzi na Mawasiliano na Uchukuzi inapenda kutoa taarifa kwa umma kama ifuatavyo. 1. Kusudio la utoaji wa ardhi. Nikisema utoaji tunafahamu sote nadhani. Kuchukua. Sawa, kwa vijana leo wanaweza kuwa hawafahamu kutoa. Kutoa ni kuchukua. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi itatoa ardhi katika maeneo yanayopitiwa na mradi wa upanuzi wa barabara ya Chake Chake mkoani mkoa wa Kusini Pemba kwa madhumuni ya kuboresha miundombinu ya usafiri na usafirishaji kwa manufaa ya wananchi wa taifa kwa ujumla. 2. Eneo litakaloathirika. Utoaji huu utahusisha ardhi, majengo,
miti, mazao na mali nyinginezo zisizohamishika zilizomo ndani ya maeneo yatakayohitajika kwa ajili ya upanuzi wa barabara hiyo. Orodha ya maeneo ya wamiliki wake itatolewa baada ya tathmini kamili kufanywa na wataalamu wa ardhi na udhamini kutoka kampuni ya Natural Consult. Ya tatu, haki ya fidia kwa wenye maeneo, yaani watu walioguswa. Kwa mujibu wa kifungu cha 117(1) cha sheria ya ardhi na kifungu cha 12 ya mwaka 1992, mtu yeyote atakayepoteza ardhi au mali kwa sababu ya mradi huu atalipwa fidia stahiki kwa mujibu wa thamani halisi ya mali iliyotwaliwa. Zoezi la udhamini kwa ajili ya fidia litafanywa na wadhamini kwa mujibu wa sheria ya udhamini na usajili wa wadhamini ya mwaka 2015, kanuni na taratibu za udhamini za mwaka 2025. Ushirikishwaji wa wananchi. Wananchi wote wanaoishi au kumiliki ardhi katika maeneo yanayopitiwa na mradi huu wanahimizwa kushiriki kikamilifu katika mikutano ya uelimishaji na udhamini itakayopangwa na maafisa wa mradi wa serikali katika shehia husika. Tarehe ya mwisho ya maendelezo kwa mujibu wa taratibu na tathmini ya fidia. Tarehe ya mwisho ya maendelezo inatangazwa kuwa ni tarehe 17 mwezi wa 10 mwaka 2025. Hivyo basi, maendelezo yoyote kama vile ujenzi wa nyumba, upandaji wa miti ya biashara au uanzishaji wa miradi mipya yatakayofanywa baada ya tarehe hiyo hayatakubalika kwa malipo ya fidia. Naomba nitamke rasmi kwa uwezo niliopewa na kwa mujibu wa taratibu na tathmini za fidia kwamba leo tarehe 17 mwezi wa 10 mwaka 2025 ndio mwisho wa mwendelezo wa yote ambayo yametajwa kama vile ujenzi wa nyumba, upandaji wa miti ya biashara na uanzishwaji wa miradi mipya yatakayofanywa kuanzia tarehe ya leo. Hayo hayatoingia kwenye malipo ya fidia. Naomba wananchi wenzangu mfahamu hilo kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa mamlaka niliyopewa. Tarehe ya leo naitamka rasmi kuwa ni tarehe ya mwisho ya kufanya chochote katika maeneo hayo ya barabara. Hitimisho. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inasisitiza kuwa mradi huu ni wa manufaa ya umma na utatekelezwa kwa kuzingatia haki, usawa na fidia ya haki kwa wananchi wote watakaohusishwa. Baada ya kusoma tamko hilo, wananchi wenzangu, nataka nizungumzie jambo moja ambalo ni muhimu. Taifa letu linaelekea kwenye uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba mwezi huu mwaka huu. Napenda nichukue nafasi hii kuwaomba na kuwasisitiza sana wananchi wenzangu suala la kudumisha amani na utulivu katika taifa hili. Viongozi wetu wakuu wamekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha amani ya taifa hili inabakia. Hayo maendeleo ambayo tunayataka tuletewe kama ujenzi wa barabara na mengine ambayo yanafanywa hayatoweza kufanyika iwapo kutakuwa hakuna amani. Ukikosekana amani, hakuna ibada, hakuna maendeleo, hakuna kusoma, hakuna chochote. Kwa hiyo nakuombeni sana wananchi wangu wa wilaya ya Mkoani, ninafikisha kwenu